Billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jana tukikumbushana tulizungumza kuhusu ibada za mwezi wa Ramadhani. Na tukataja ibada ya kwanza ni mtu kufunga kulingana na inavyosema Uislamu. Kwa sababu ibada ya saumu ina hukumu zake, ina masharti yake, ina mambo la mtu atafanya saumu yake itakuwa halali. Jambo la pili tulisema mtu akiweza aswali swala za jamaa, swala za fardhu kwa jamaa. Jambo la tatu kusoma Qur'ani, kwa sababu ndio mwezi ulioteremshwa Qur'ani na vitabu vingine vya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Jambo la nne tukasema ni mtu kumuomba Mwenyezi Mungu, dua. Na hapa tukasema mtu anafaa muombe Mwenyezi Mungu kila kitu anachokitaka. Akiomba hivyo basi ataitikiwa. Jambo la tano tulisema ni kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa zile adhkari zinazokubalika. Niongeze jambo moja tu kuhusu kumuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani anasema walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, watu wamuombe Mwenyezi Mungu kwa majina hayo. Na majina ya Mwenyezi Mungu ni mengi. Sisi tumezoea kuona ile chart ya majina 99 names, lakini Mwenyezi Mungu ana majina zaidi ya yale 99. 99 ndio majina mashuhuri ama yanayojulikana, lakini Mwenyezi Mungu ana majina zaidi ya 99. Na ukifuata hadithi za Mtume zilizozungumza kuhusu majina ya Mwenyezi Mungu, mtu akimwomba Mwenyezi Mungu anatakiwa kwanza muombe Mwenyezi Mungu na ile majina yake. Sisi tulisema juzi kumhimidi Mwenyezi Mungu, kumswalia Mtume, kutaja zile neema, alafu kuomba. Lakini katika kuomba ndio jambo la ziada la leo naongeza, ni mtu kumuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yake matukufu, majina kadhaa. Kwa mfano, kuna majina la mtu atamuomba nayo Mwenyezi Mungu ataitikiwa. Na hiyo ni hadithi ya Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa mfano, ukimwomba Mwenyezi Mungu kabla mtu hajaomba, mtu akasema ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy, ya Qayyum, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya majina 11 ama 12, mtu akianza kumwomba Mwenyezi Mungu na majina hayo, basi anaitikiwa. Na mimi natoa mfano hapa Nairobi. Wakati wa COVID-19 watu walikuwa wakifutwa kazi kwa sababu kampuni zilikuwa hazina tena uwezo kuwabakisha watu kazini, watu wakafutwa kazi. Mimi najua kijana anaitwa Yusuf, ilikuwa bodi anafanya kazi Post Bank. Ilikuwa bodi ishapitishwa, watu wanaachishwa kazi, miongoni mwao ni yeye, ilikuwa anaachishwa kazi, na jina lake ikatuika pia kwenye memo kwamba watu hawa watakwenda nyumbani alafu tutawaita. Huyo bwana akamuomba Mwenyezi Mungu kwa haya majina niliyosema mimi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, majina 12, alafu ndo ukamuomba Mwenyezi Mungu. Yule bwana alikwenda msikitini wa karibu na kwao akamuomba Mwenyezi Mungu kwa majina hayo. Akamwomba Mwenyezi Mungu mimi na family, na yule bwana alikuwa karibu anafanya nikah. Akamwomba Mwenyezi Mungu mimi karibu nao na kazi ndio hii katika. Mimi nishakuomba kwa majina yako. Mimi sitaki kuachishwa kazi, nitapata shida. Huyu bwana ametoka nyumbani kwake anaenda kwao, anapigwa simu kutoka kazini. Anaambiwa bodi imeamua wewe utabaki kazini. Siku ya pili tu bodi anapigwa simu na secretary wa ofisi. Anamwambia bodi ilikaa ikasema kwamba wewe utabaki kazini. Yuko kazini sasa, anapata mshahara kila mwezi. Kumuomba Mwenyezi Mungu kwa majina yake. Ndio Mwenyezi Mungu anasema walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Umuombe Mwenyezi Mungu kwa majina yake. Wale ambao na namba zao nitawatumia mimi hayo majina, na wakimwomba Mwenyezi Mungu kwa majina hayo, basi Mwenyezi Mungu inshallah atawaitikia. Tayeb, ibada ya 6 ya mwezi wa Ramadhani ni kutoa sadaka katika mwezi wa Ramadhani. Na mimi najua watu hutoa sadaka sana katika mwezi huu, sana Uislamu kila mahali. Mtume anasema, maswahaba wanamsifu Mtume akisema, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan. Mtume alikuwa akitoa sana sadaka mwezi wa Ramadhani, karihil mursala, kama upepo alivyokuwa Mtume akitoa sadaka
mwezi. Hii sio zaka, sadaka tu kwa wale watu ambao kwamba hawana uwezo. Mtume alikuwa akiwasaidia mwezi mzima wa Ramadhani. Sisi sadaka ni ibada kubwa ambayo ina faida zake nyingi sana. Mojawapo ni mtu kuhifadhiwa na hasad. Mtu ikiwa ana hasad, akitoa sadaka, Mwenyezi Mungu anaizuia ile hasad, haimfikii. Na faida nyingine nyingi za sadaka. Ibada ya 6 mwezi wa Ramadhani ni kufuturisha, iftaru swaim. Yule mtu ambaye kwamba anafunga, mtu akamuita nyumbani kwake, ama akamtumia chakula, ama akamtumia pesa ili afungue saum ama apate iftar. Mtume anasema man fattara saiman, yule mwenye kumfuturisha aliyefunga, kana lahu mithla ajrihi ghaira alla yanqusa min ajri as-saimi shay'an. Alitokana Mama Tirmidhi, mtu akifuturisha yule mwenye kufunga, yule aliyeitwa kupewa chakula, thawabu zake ziko pale pale, na anachukua thawabu za yule, na yule aliyefuturisha anapata thawabu ya aliyefuturishwa. Mimi nikimuita ndugu yangu kuja kufuturu kwangu, thawabu zangu ziko pale pale, na mimi nitapewa thawabu zake, na zake ziko pale pale. Na mimi sijawahi kuona watu wakarimu kwenye mwezi wa Ramadhani kama wa Sudan. Mwezi wa Ramadhani watu wanafuturu pamoja. Nyumba ikiwa ziko karibu, mtu afuturu kwao, watu wanatoa chakula chao nje, alafu watu wanafuturu pamoja. Nyumba 3, 4 zinafuturu pamoja. Na hata iko mtu amealikwa mahali anaenda, akipita pale watu wanafuturu, atashuka kwenye gari lake, hata kama ni maji ama ni juice ama ile chakula kidogo, alafu aende anapokwenda kualikwa iftari. Wa Sudani Mwenyezi Mungu ameneemesha na neema ya ukarimu. Ibada ya 8 ya mwezi wa Ramadhani ni qiyamul layl na tahajjud. Hizi ni ibada mbili tofauti. Qiyamul layl ni tarawih. Tarawih ni qiyamul layl. Tahajjud mpaka mtu alale, aamke, ashike udhu, aswali. Hiyo ndio tahajjud. Kutokana na neno juhud, na juhud ni bidii. Hiyo ndio tofauti ya ibada hizi mbili. Qiyamul layl daktari anaweza kuwa kazini night shift, yeye akaamua tu hakuna wagonjwa, akatawadha akaswali rak'atayn, ile ni qiyamul layl. Ama mtu ametoka safari akaja nyumbani kwake saa 8 ama saa 7 za usiku, yeye kabla hajalala akaswali rak'a 2, ni qiyamul layl. Lakini tahajjud mpaka mtu alale, aamke, ashike maji, atawadhe, aswali, hiyo ndio tahajjud. Lakini katika tahajjud kuna dua Mtume alikuwa akiomba kabla hajaswali, na inaweza ikapatikana kwenye mtandao. Allahumma anta nuru samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamd, anta qayyimu samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamd, anta alhaq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq, mpaka mwisho wa dua hiyo. Na inapatikana, na wallahi tofauti, mtu akisoma dua hiyo Mwenyezi Mungu anampatia khushu'. Na mtu ajaribu kabla hajasema Allahu Akbar, asome ile dua Mtume alikuwa akisoma kabla hajaswali tahajjud, alafu ndo aseme Allahu Akbar. Hiyo swala tahajjud hiyo inakuwa tofauti. Jambo la 9 ni mtu kwenda umra ikiwa ataweza. Mtume anasema umratan fi Ramadhan ta'dilu hajjatan ma'i. Mtu akifanya umra katika mwezi wa Ramadhani ni sawa sawa na mtu amefanya haji na Mtume alayhi salatu wasalam. Ibada ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani ni kufanya itikafu. Itikafu ni sunna katika siku zisizokuwa za Ramadhani, lakini mwezi wa Ramadhani na hukumu inabadilika, inakuwa sunna muakkada. Sasa inakuwa ni sunna yenye nguvu. Siku za kawaida itikafu mtu anaweza kuingia kabla maghrib akabaki msikitini kuanzia saa 11 mpaka maghrib, hiyo ni itikafu. Ama katia nia itikafu baina maghrib wa isha, hiyo anatia nia itikafu. Lakini mwezi wa Ramadhani itikafu inakuwa sunna muakkada, sunna yenye nguvu. Mtume katika maisha yake Ramadhani alizofunga Ramadhani 9. Mtume katika maisha yake Ramadhani 9, Ramadhani 8 Mtume alikuwa akifanya itikafu siku 10 za mwisho. Lakini ile Ramadhani ya mwisho ambao Mtume alihisi ataaga dunia mwaka ule, mwaka ambao Jibril alikuja akisoma naye Qur'ani mara 2 asubuhi na jioni, Ramadhani ile Mtume alifanya itikafu kuanzia siku 20 alipokuwa kwenye itikafu.
Akimaliza siku 10, siku ya 11 alikuwa msikitini mpaka akamaliza mwezi wa Ramadhani akiwa kwenye itikafu. Ibada hizi tulizozitaja zote hizi 10 zinatupatia uchaji Mungu, takwa. Kitu cha pili inatupatia atawakkulu ala Allah, kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu. Jambo la tatu al-yaqin. Al-yaqin ni ibada sisi Waislamu hatuna. Ni wachache wanaojua al-yaqin. Al-yaqin maana yake ni mtu kumwomba Mwenyezi Mungu alafu akawa moyo wake umejaa akiamini kwamba Mwenyezi Mungu amenisikiliza na Mwenyezi Mungu ameshanipatia. Hiyo ndio yaqin. Alafu al-istislamu lillah, mtu kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Aridha anillah, mtu kuridhika na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Alafu na mwisho mahabbatullah, kumpenda Mwenyezi Mungu. Ibada 10 hizi tukizifanya tutatoka kwenye Ramadhani tukiwa na ibada hizi na mambo haya niliyotaja mwisho. Inshallah kesho tutataja maudhui nyingine kuhusiana na mwezi wa Ramadhani ama jambo lingine. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.